Imagine Team Strong. Mimi nimekuwa nikijenga nyumba pale nyumbani. Bwanangu akaniambia tujenge nyumba ndio nikitoka huku nione nipata amejenga amemaliza. So nimekuwa nikimtumia pesa mwaka mmoja mzima. Nikamwambia ajenge nyumba 3 bedroom kosi tuko na watoto 6. Vijana wachukue nyumba yao na wengine na mimi na bwanangu. So nikampea advice tujenge 3 bedroom. Imagine juzi ameniambia imebaki miragu. Sasa nikamwambia si unitumie nione ni nyumba gani hiyo ulijenga. Akaniambia kuna nyumba zenye zimekuja zinaitwa mansion. Ndio hii. Sasa nitafanya nini? Nani mwaka mmoja nimekuwa nikimtumia pesa. Akiwa na usiku niambie ni nyumba gani? Nitaanzia wapi? Nitamalizia wapi? Hiyo ni nyumba gani ya kisasa? Ladies, hello. Okay, now it's a girl talk. It's a girl talk. Let us talk. Ndio upate mwanadada ama mama ametoka Kenya, umetoka Uganda, umetoka wapi? Tanzania. Umesema unaenda Lebanon, unaenda Gulf, unaenda wapi? Saudi, ama Saudi Arabia, huko kwote kwenye huo mnaenda. Ndio mtu asimame aende. Ina maana labda alikuwa analala njaa, hakuwa hata na kiatu, ama alikuwa na kiatu pea moja, ama hajakuwa na makao vizuri, ama watoto hawaendi shule. Shida zimekuwa mingi. Background ni ile humble background, ile humble kabisa. Sasa wakati unakaa hivi unasema no, me as a lady, maybe umetoka kwa ndoa mambo ilienda mrama. Ukakataliwa na ama ukazaa watoto mababa zao wakakataa. Ukasema wacha niende nitafute maisha, maana huku kumekuwa kugumu, hauna mtu wa kuomba, hauna mtu wa kusaidia, hakuna mtu anaweza kushika mkono, kama ni wazazi hawana namna. Unatoka vizuri unaenda mpaka airport. Ukiwa pale, unaamua vizuri unasema, wakati naenda, I promise, naenda kufanya bidii, nitafute pesa. Na wakati naenda kutafuta pesa, naenda kufanya 1, 2, 3, 4, ni make sure watoto wangu wako salama, mimi mwenyewe niko salama, nisaidie na wazazi. Unapanda ndege, umeenda. Wakati unafika kule, ni nini uwe na kusumbua akili na kukoroga, alafu zile pesa unaanza kutuma ovyo ovyo. Wewe ukitoka Kenya, umejua vizuri nyumbani kunakaa Haji. Okay, oneni huyu mwanadada. Ni sawa, ni husband, ni baba watoto. Mbona utrust baba watoto? Hata wazazi usiwatrust. Kuna hata mzazi ambaye unaweza nunua kuku wawili umpatie, umwambie mama, juu niko mbali, naomba unilindia hao kuku. Ukirudi kuku walipotea. Kuku walibebwa na mwewe. Kuku walikulwa na simba wa msitu. Okay, kuku hawajawahi taga mayai, hakuna hata moja, hakuna hata kifaranga. Ama venye uliwaacha wawili unapata wako tu wawili. Ujue mzazi wako ni mwizi. Huyo don't trust them. Kama umewahi nunua mbuzi pale nyumbani ukarudi ukapata hakuna mbuzi, usitrust huyo mzazi. Wakati wa shida aliuza. Anakuambia mbuzi alijinyonga. Ng'ombe alikufa mwenyewe. Nani wako tu alikufa, wale wengine hawakufa. Kwa nini? Wale ng'ombe wengine wake hawakufa. Mbuzi ule mwingine hakufa, ni wako tu. Usiwatrust, hata ukienda kule usiwatrust. Tia bidii. Ukienda huko uko na simu, you have your own account. Save pesa hapo. Monthly ukipewa pesa save hapo. Kama ni lazima uwasaidie, watumie 2,000, watumie 5,000. Mwenyewe ukijua unafanya nini. Kuwa mjanja, hata usiwaambie eti I'm saving. Waambie boss mwenyewe alisema juu nilimuelezea shida zangu, akaona maisha ni ngumu, aliamua na nisevia pesa. So kila end month aliniambia atakuwa ananipatia hizi pesa ambazo nawatumia. Have that wisdom kwa akili yako. Ukisave pesa kama contract imeisha, maybe ni miaka 2 umekuwa ukiweka kwa account. Panda ndege mama, fika Kenya, fika Tanzania, fika Uganda. Ukifika, hapo ndio utajua unaanza project gani. Ni project ya kujenga, ni project ya kuku, ni project ya ng'ombe, ama ni biashara, ama ni nini unaanza. Kumbuka uko na pesa zako, hakuna mtu atakuzushia. Now, in this case, mwanadada aliamini mwanamume. Akamtumia pesa ati anajenga 3 bedroom. Nilienda through comment section, some people were like, nyumba iko underground, hiyo ni exit.
ama ati trust the process, hiyo nyumba itamea. Nyumba inamea aje? Look at that house. Inamea kutoka wapi? Okay, huyu mwanaume alijenga nini hiyo kwanza? Pesa alikuwa anapeleka wapi? Ladies, tumieni akili. Mtatumia wanawake au wanaume watajenga nyumba, watakaa na wanawake wengine. Ukikuja unarudi zero, utaanzia wapi? Hakuna mahali utampeleka. Hata kama mtaenda kwa sheria, of course tena uta waste pesa zingine maybe zenye hautakuwa nazo. Ndio sheria ianze that process tena ni ngumu. Watoto wako watakataliwa, ataenda na mwanamke mwingine. Sasa huyu dada tunamsaidia aje? Kusema tu ukweli. Wewe umejua shida ambayo ilikutoa nyumbani, unatuma tu pesa ovyo ovyo, unatuma huku unatuma huku. Oh my goodness. Please ladies, kuanzia leo jichune masikio. Kama uko Lebanon, uko Gulf, uko Saudi, uko wapi, ama uko Saudi Arabia, please, kama utaona hiyo video, kuanzia leo jiite mkutano. Kama unajua umekuwa ukifanya hii kitu. Cause ni sawa, unaweza kuwa unatuma pesa, unasema umeambiwa project inaendelea. Jamaa ataenda atapiga building ya wenyewe picha. Cause huyo mtu haja restrict kupiga picha, hata jua. Atapiga building ya mtu picha akutumie. Na utakuwa na ile hopes, oh, nyumba inaendelea. Na uendelee kutuma pesa. Wakati utarudi, wewe kama si kujinyonga, sijui utafanya nini. Kuna wazazi pia wawezi kusaidia. So, usitrust mtu yeyote. Trust Mungu wako na ujitrustie na ujiekee pesa. Guys, that was so emotional. Kumbuka ako na watoto. Bwana ajui penye pesa, ajui penye Bwana amepeleka pesa, ajui amefanyia nini, haelewi. Na hiyo ndio nyumba imetumiwa, na hiyo ni full stop. Na hiyo ndio nyumba ametumiwa. Guys, kuna mtu anadhani ni prank. That is not a prank. Ni reality. Ni reality. Okay, kama uko Gulf, jiulize unafanya nini? Umetengeneza vitu vingapi kule Gulf? Pesa zako huwa unatuma zinafanya nini? Project yako ulianzisha inaendelea? Na kama umetumiwa hiyo project, je, hiyo project uko sure ni yako? Anzeni kukua worried. Anzeni kukua worried mapema hii. Anyway, comment section iko wazi. Kama uko na maoni, unaona aje? Tukutane comment section. Na mkuwe na siku njema. Thank you so much.